Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Karibu kwenye mfululizo wa mafundisho ya tafsiri za ndoto kibiblia au kuyatakasa malango yako ya ndoto, ambayo tumekuwa tuna sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka sehemu ya 6, na Mungu ametupa nafasi sasa tukaingia sehemu ya 7. Karibu sana. Na kabla sijaweza kuanza sehemu ya 7, naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako ndugu mpendwa wa mtazamaji ambaye unashiriki ili fundisho la siku ya leo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi huyu ambaye yuko mahali hapa siku ya leo na amepata nafasi ya kujifunza. Asante kwa ajili yake, asante kwa ajili ya nafasi ambayo umeachilia. Baba, ninaomba ufungue ufahamu wake apate kuelewa, na anajiachilia ndani ya mkono wako Bwana. Mimi nipungue, uongezeke. Sema na watu wako Bwana, wahudumie kwa jina la Yesu. Amen. Basi ndugu mpendwa, Mungu akubariki sana. Siku ya leo nataka tuangalie namna ya kushughulika na changamoto ya kusahau ndoto. Miongoni mwa changamoto nyingi sana ambazo zinawapata watu kwenye masuala ya ndoto ni changamoto ya mtu kuota ndoto alafu akasahau ndoto. Kwa hiyo tunaposema kusahau ndoto tunamaanisha nini? Kusahau ndoto ni kudondosha taarifa za muhimu au ni kupoteza taarifa za muhimu kutokea kwenye ndoto ambayo mtu anakuwa ameota. Kwa hiyo unakuwa umeota ndoto, lakini changamoto ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ya muhimu kwenye ndoto unayasahau, au ile ndoto totally unaisahau. Kwa hiyo kwenye fundisho hili la kushughulika na changamoto ya kusahau ndoto, lengo kubwa ni kuzijua namna za kimwili na namna za kiroho ambazo zitakusaidia wewe usisahau ndoto. Amen. Lakini pia nitakufundisha pia namna gani ambayo utasaidika hata kama utasahau ndoto, ufanye nini basi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye ile fundisho letu ambalo nina hakika litaweza kuongeza kitu kwenye maisha yako. Tuanze na kile kitabu cha Daniel. Nataka nikusemesha hapa, wewe sio wa kwanza kusahau ndoto. Tuanze na kile kitabu cha Daniel sura ile ya 2 ule mstari wa 2. Anasema, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, wachawi na wasihili na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mstari wa 3 anasema, mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Haleluya. Sasa huyu alikuwa ni mfalme Nebukadreza, na miongoni mwa wafalme wa Babeli ambao walishaitokea, na walikuwa wafalme ambao ni brutal, walikuwa na uongozi mgumu kidogo, na watu ambao ni walikaa kwenye ufalme na wakafanya mambo mengi ambayo asilimia kubwa ya kumpendeza Mungu, na Nebukadreza ni miongoni mwao. Na ninakueleza hivi kwa sababu tunaangalia Danieli ambaye alikuwa yuko huku na wenzie Shadrach, Meshach na Abednego. Hawa ndugu zetu wanne, Shadrach, Meshach, Abednego na Daniel, walienda nchi ya Kaldayo huku Babeli kufundisha elimu ya Kaldayo. Tunamwona Danieli alikuwa kwenye season ya wafalme zaidi ya 3. Kwa hiyo ilikuwa ni majira ya mfalme Nebukadreza. Amen. Sasa katika majira ya mfalme Nebukadreza aliota ndoto. So kinachotuonesha hapa kwamba Nebukadreza kaota ndoto, lakini wonderful is alisahau ndoto aliyoota. Kwa hiyo aliposahau ndoto aliyoota, aliwaita wachawi. Biblia inasema kuna makundi hapa. Aliwaita waganga, aliwaita wachawi, aliwaita wasihili, akawaita na wakaldayo. Haya makundi manne yote ni makundi ya watu ambao wanashughulika na masuala ya kiroho ndani ya mji, ndani ya eneo. Kwa hiyo alipowaita hawa, kazi yao kubwa sio tu kuleta tafsiri ya ndoto. Unielewe vizuri. Kazi yao kubwa hawa ilikuwa kwanza kumkumbusha mfalme ameota nini. Kwa hiyo aliota ndoto ni Nebukadreza. Aliyesahau ndoto ni Nebukadreza.
Anayetakiwa kuleta ndoto iliyootwa ni wachawi, waganga, wakaldayo na wasiri, na ndio anatakiwa kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiwa tunaangalia hapa kwa Nebukadneza, tunachokiona cha kwanza, Nebukadneza alisahau ndoto. Amen. Alisahau ndoto. Kwa kumbe kuna kitu kinaitwa kusahau ndoto. Na kusahau ndoto nimekwambia ni kudondosha taarifa. Ukiangalia hiyo Daniel sura ya 2 ule mstari wa 8, anasema mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona kuwa lile neno lenyewe limenidondoka au limenidondoka. Kwa hao jamaa walianza kujitetea. Unajua hapa walikuwepo wachawi, waganga, wakaanza kujibizana naye pale, wakisema mfalme, utuambie sisi watumishi wako ile ndoto uliyoota, sisi ndio tutakwambia, mfalme tueleze. Unajua kiutaratibu, na ndio ambavyo watu wengi mmezoea. Watu wengi mnajua utafsiri wa ndoto ni kuenda kwa mtu, na yule mtu anamsimulia ndoto yako, na yule mtu ukimsimulia ndoto yako anakutafsiria. Most of people umejifunza hivyo, na siwezi kuwaraumu kwa sababu umeangalia kwenye Biblia pia, kwa sababu hata Farao aliota ndoto, lakini ile ndoto ilibidi awaite pia wachawi, waganga, washirikina. Akamuita na Yusufu ambaye alikuja mara baada ya attempt nyingi ambazo hao wengine walishindwa kutoa maana. Lakini umeona kwamba Farao alipomwona Yusufu amefika, alisimulia ndoto yake.